Karibu tena mpendwa mtazamaji kwa fundisho la sasa, tunapoenda kujifundisha kuhusu uungu wa Yesu ama kwa Kiingereza the divinity of Jesus. Je, uungu wa Yesu unapatikana vipi? Wengi wamefikiri ya kwamba kwa sababu Yesu ni Mungu mwana katika utatu, hapo ndipo Yesu anapata uungu. Lakini hebu tuangalie mafungu chache tunapojaribu kuangalia Yesu anapataje uungu. Na ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kuna Mungu mmoja anaitwa Baba, na tuko na Yesu ambaye ni mwana wa huyo Mungu mmoja, na tuko na roho wao. Kwa hivyo katika Wakorintho wa kwanza 8:6 inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na pia tutakuja kuelewa ya kwamba uwana huo wake ndio sasa unampa uungu. Hebu tuweze kujaribu kuangalia mafungu machache ndani ya Biblia. Katika kitabu cha Yohana sura ya 11 tukianzia 23, baada ya Lazaro kufariki na Yesu akaja pale akakutana na dada yake Martha. Na Martha akamwambia Yesu, kama ungekuwepo mapema Lazaro hangekufa. Lakini Yesu akamwambia maneno yafuatayo katika kitabu cha Yohana sura yake ni ya 11 mstari wake wa 23 mpaka 27. Inasema, Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mstari wa 27. Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Kwa hivyo Martha aliamini ya kwamba yeye Yesu ni Kristo, tena ni mwana wa Mungu. Tunapotafuta tena ushahidi katika vitabu za roho ya unabii, tunaposoma kitabu inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, ama ukipenda Desire of Ages. Desire of Ages, ukurasa wa 530 paragraph ya 4. Inasema mambo yafuatayo kulingana na hadithi hiyo ya Yesu na Martha. Inasema ya kwamba, to Savior's words, believest thou? Martha responded, yeah, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. She did not comprehend in all their significance the words spoken by Christ, but she confessed her faith in his divinity and her confidence that he was able to perform whatever it pleased him to do. Kwa Kiswahili inasema ya kwamba kwa maneno ya Mwokozi, je, Martha unaamini? Mwokozi Martha akasema, ndio ninaamini na nasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Hakuelewa maana yake yote maneno yaliyonenwa na Kristo, lakini alikiri imani yake katika uungu wake. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba Martha alikiri uungu wa Yesu kwa kukubali na kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunamaanisha nini? Uungu wa Yesu unatokana kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu anakuwa na uungu kamili wakati yeye anakuwa ni mwana wa Mungu. Hebu na tusome ushahidi mwingine hapo tu kuhusiana na hadithi ya Lazaro kufufuliwa katika hiyo Desire of Ages.
ukurasa 536 aya yake ya pili. Inasema ya kwamba and when he thus had spoken, he cried with a loud voice. Yesu akalia kwa sauti kuu, Lazarus come forth. Akasema, Lazaro njoo. His voice, clear and penetrating, pierces the ear of the deaf. Ya kwamba sauti yake ilikuwa ni ya kupenya, ambayo hata inapenya kwa wale ambao ni wafu wanasikia. And he speaks, as he speaks, divinity flashes through humanity. Anapozungumza uungu unapenya, inapitia kwa binadamu. His face, which is lighted up by the glory of God, the people see the assurance of his power. Every eye is fastened on the entrance of the cave. Ati kila jicho, kwa wale ambao walikuwa wakitazama tukio hilo, wote macho yao wakayakaza kutazama kaburi ambalo Lazaro alikuwemo. Every ear is bent to catch the slightest sound. Kila sikio ilikuwa imetegwa vizuri kusikia kila jambo. With intense and painful interest, all wait for the test of Christ's divinity. Wote wakangojea jaribu ya uungu wa Kristo. Kwa hivyo wote wakataka kuona uungu wa Kristo. Kwa njia gani? The evidence that is to be substantiated his claim. With the evidence that is to substantiate his claim to be the Son of God. Kumbe uungu wa Yesu ni kwa sababu he is the Son of God. Kwa hivyo katika Desire of Ages, Christ divinity equals to being the Son of God. Kwa hivyo ushahidi wa pili huo unaonyesha kwamba uungu wa Yesu unatokana kwa yeye kuwa ni mwana wa Mungu. Pia katika ushahidi mwingine, katika Mathayo sura ya 27 mstari wake ni wa 54, baada ya Yesu kusulubishwa pale msalabani, kukawa na tetemeko la nchi hapo mnamo wa saa 9 siku hiyo ya Ijumaa, na askari wakawa wanamlinda pale msalabani kabla hajazikwa. Maandiko yanasema hivi: basi yule akida, yani yule askari, na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo yule askari, tukumbuke ya kwamba Yesu amesulubishwa kwa sababu alisema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akasulubishwa. Ndio maana askari akasema, kwa kweli jinsi Yesu alivyokuwa anasema kabla hajasulubishwa ni kweli, alikuwa ni mwana wa Mungu. Roho ya unabii inasema hivi kulingana na tukio hilo. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages, ukurasa wa 770, paragraph ya kwanza, inasema hivi: in the closing events of the crucifixion day, katika matukio ya mwisho ya siku ya kusulubiwa, fresh evidence was given of the fulfillment of the prophecy. Ushahidi mpya ulitolewa wa kutimizwa kwa unabii. And new witness born to Christ divinity. Na ushahidi mpya ulitolewa kwa uungu wa Kristo. Kwa hivyo kuna ushuhuda na ushahidi ambao ulitolewa ambao inahusiana na uungu wa Kristo. When the darkness had lifted from the cross, wakati giza lilipoinuka kutoka msalabani, and the Savior's dying cry had been uttered, na kilio cha kufa cha Mwokozi kiliposikika, immediately another voice was heard saying, mara hiyo sauti nyingine ikasikika ikisema, truly this was the Son of God. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu.
Kwa hivyo roho ya unabii nasema ya kwamba ushuhuda mpya ulitolewa kwa uungu wakati sauti iliposikika ikisema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mwana wa Mungu ni sawa na uungu wake Yesu. Kwa hivyo Yesu anapokuwa ni mwana wa kweli wa Mungu, hapo ndipo uungu wake unapopatikana. Katika mafundisho ya leo, wengi wameamini fundisho la utatu. Fundisho la utatu linasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Hivyo kudai ya kwamba Yesu hakuzaliwa na Mungu kwa sababu Yesu ni Mungu mwingine. Kwa hivyo fundisho la utatu linasema ya kwamba Yesu alijifanya kuwa mwana ili atuokoe, na Mungu akajifanya kuwa baba ili atuokoe. Lakini katika maandiko matakatifu Baba na Mwana hawakujifanya kuwa baba ama kuwa mwana, hapana. Mungu kwa kweli ni baba wa Yesu, na Yesu kwa kweli ni mwana wa Mungu kwa kweli, si kwa kujifanya. Lakini fundisho la utatu halikubali ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wa kweli, lakini inasema Yesu ni mwana wa Mungu kwa kujifanya ili atuokoe. Na hiyo shida ilikuwemo hata katika kanisa la awali. Kwa mfano unaposoma Desire of Ages ukurasa wa 770 paragraph 4, nasema ya kwamba but the Jewish leaders were unchanged by the events they had witnessed, ya kwamba hata viongozi wa Kiyahudi hawakubadilika na matukio waliokuwa wanayaona. Their hatred of Jesus had not abated. Chuki kwa Yesu haikuwa imeondoka. The darkness that had mantled the earth at the crucifixion was not more dense than that which still enveloped the minds of the priests and rulers. Tunasema ya kwamba hata giza ambalo lilikuwa limeifunika dunia wakati wa kusulubishwa halikuwa zaidi ya lile ambalo bado lilifunika akili za makuhani na watawala. Naendelea kusema, as his birth the star had known Christ. Ati katika kuzaliwa kwa Yesu hata nyota walimjua Yesu ni nani. And had guided the wise men to the manger where he lay. Na hiyo nyota ikawaongoza wale watu mpaka mahali Yesu alikuwa amezaliwa. The heavenly host had known him. Hata viumbe vya mbinguni walikuwa wanamjua Yesu ni nani. And had sung his praises over the plains of Bethlehem. Na the sea had known his voice. Hata bahari ilikuwa inajua sauti ya huyu ni nani. And had obeyed his command. Na wakati amri yake. Disease and death had recognized his authority and had yielded to him their prey. Hata magonjwa na kifo ilikuwa inajua sauti ya ukuu wa sauti wa huyu Yesu. The sun had known him. Hata jua ilikuwa inamjua Yesu ni nani. And at the sight of his dying anguish had hidden its face of light. Na wakati Yesu anaposulubishwa, jua ikaficha ama ikajificha. The rocks had known him. Hata miamba ilimjua Yesu ni nani. And shivered into fragments at his cry. Na hizo miamba ilivunjika wakati sauti yake iliposikika. Inanimate nature had known Christ. Hata vitu ambavyo havina uhai ilikuwa inamjua Yesu ni nani. And had borne witness to his divinity. Na hizi zote haya yote ilikuwa inashuhudia uungu wake. But the priest and rulers of Israel knew not the Son of God. Lakini viongozi na makuhani wa dini wa Israeli hawakumjua Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo hawakushuhudia uungu wake. Yani inamalizia kwa kusema they had borne witness to his divinity. Jua ilijua, miamba ilijua, ndege walijua, kila kitu ilijua ya kwamba Yesu ako na uungu, wakati walitambua ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. But the priests and rulers of Israel
knew not the Son of God. Kwa hivyo sonship equals to divinity, ama the Son of God equals to divinity. Wana wa Mungu ni sawa na kusema uungu. Kwa hivyo Yesu anapata uungu wake wakati yeye ni mwana wa Mungu, sio Mungu mwana. Hapana, wakati yeye ni mwana wa Mungu. Ndio maana viongozi wa dini tangu zamani wamekuwa na ukali na hasira kwa jambo hili. Kwanza wakamwanza na Yesu. Kitabu cha Yohana 5:18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kwa hivyo kwa nini Wayahudi walitaka kumuua Yesu? Kwa sababu aliita Mungu baba yake. Unaona, Yesu anamuita Mungu baba yake. Lakini hawakutaka kuamini Mungu ni baba haswa wa Yesu. Ndio maana walitaka kumuua. Fungu inamalizia kwa kusema akijifanya kuwa sawa na Mungu. Kwa hivyo ni nini inafanya baba na mwana wawe na usawa? Ni kwa sababu Mungu anabaki kuwa baba na Yesu anabaki kuwa ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio inafanya baba na mwana wawe na usawa. When God is the father of Jesus and Jesus is the son of God, that is where the equality comes in. Hapo ndipo usawa uliopo. Si kwamba kwa sababu Yesu Mungu ni Mungu Baba na Yesu ni Mungu Mwana kuna usawa. Hapana, usawa unatokana na Mungu kuwa baba wa Yesu na Yesu kuwa mwana wa Mungu. Hata Yesu anaposulubishwa, kitabu cha Yohana 19 mstari wake ni wa 6 mpaka 7 inasema, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomuona, yani walipomuona Yesu akitolewa nje na Pilato, hawa wakuu wa makuhani na watumishi, hawa wachungaji na wazee hawa wa kanisa, walipomuona Yesu walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtuaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Mstari wa 7, Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Unaona shida iliyopo? Wakati Yesu anadai yeye ni mwana wa Mungu, anakiri uungu wake. Lakini hiyo ilikuwa inakasirisha viongozi wa dini zamani, hata leo inawakasirisha. Lakini zamani, ili Yesu asulubishwe, alisulubishwa kwa kudai ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yesu akasulubishwa kwa sababu alidai kuwa yeye ni mwana wa Mungu, akakiri uungu wake. Kwa hivyo hata Yesu anapobatizwa, Mungu anashuhudia uungu wake tena. Kitabu cha Desire of Ages 116.2, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sura ya ukurasa wa 116 aya ya 2 inasema, at the Savior's baptism, wakati wa ubatizo wa Mwokozi, Satan was among the witnesses. Hata shetani alikuwa miongoni wa mashahidi. Inasema he saw the Father's glory overshadowing his son. Aliona utukufu wa Baba ukimfunika mwanawe. He heard the voice of Jehovah testifying to the divinity of Jesus. Alisikia sauti ya Yehova ikishuhudia uungu wa Yesu. Kwani Mungu alisema nini Yesu alipobatizwa? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo hiyo maneno ya kusema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, dada White anasema he heard the voice of Jehovah testifying to the divinity of Jesus. Kwa hivyo hata Mungu anaposema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, anashuhudia uungu wa Yesu. Kwa hivyo uungu wa Yesu ni sawa na yeye kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kitabu cha Story of Jesus, SJ, Story of Jesus, hadithi ya Yesu, ukurasa wa 116 aya ya 2 inasema, the Savior never denied his mission or his relation to the Father. Mwokozi kamwe hakukana misheni yake au uhusiano wake na Baba. Hiyo hakukana. He could remain silent to personal insult. Angeweza kukaa kimya kwa matusi ya kibinafsi. Yaani ungemtusi Yesu angenyamaza.
but he ever spoke plainly and decidedly when his work or sonship to God was called in question. Aliwahi, lakini angezungumza kwa uwazi na kwa uamuzi wakati kazi yake au wanawake kwa Mungu ulipotiwa shaka. Kwa hivyo ni wapi Yesu hangenyamaza? Wakati kama angeulizwa kama yeye ni mwana wa Mungu, hiyo jambo angenyamaza. Angehakikishia watu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, hivyo akiri uungu wake. Kwa hivyo sonship equals to divinity. Wana wa Yesu ni sawa na uungu wake. Lakini fundisho la utatu inavunja uungu wa Yesu. Fundisho la Trinity inabomoa uungu wa Yesu, inamkataa Yesu kuwako na uungu. Kwa hivyo Mungu mwana inavunja uungu wa Yesu, lakini mwana wa Mungu inatetea na kushikilia uungu wa Yesu. Sijui kama ndugu unakubaliana na uungu wa Yesu. Kama unakubaliana na uungu wa Yesu, unakubali ya kwamba kwa kweli Yesu ni mwana wa Mungu, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Watu wengi wamehubiri, wameimba habari za Yesu, lakini wao hawamjui huyu Yesu ni nani. Watu wengi wamehubiri, wameimba habari za Yesu, lakini wao hawamjui huyu Yesu ni nani. Yeye ndiye mwana wake Mungu, yeye ndiye mwana kondoo, Yesu Kristo Mwokozi wetu, huyu ndiye mfalme. Yeye ndiye mwana wake Mungu, yeye ndiye mwana kondoo, Yesu Kristo Mwokozi wetu, huyu ndiye mfalme. Aliweza kufufua, kuponya pia na kubariki. Alirejesha mahusiano, atashindwaje kwako? Aliweza kufufua, kuponya pia na kubariki. Alirejesha mahusiano, atashindwaje kwako? Yeye ndiye mwana wake Mungu, yeye ndiye mwana kondoo, Yesu Kristo Mwokozi wetu, huyu ndiye mfalme. Yeye ndiye mwana wake Mungu, yeye ndiye mwana kondoo, Yesu Kristo Mwokozi wetu, huyu ndiye mfalme. Alikufa, kafufuka, yuko mbinguni kutuangalia, na punde winguni atatokea, mfalume wa wafalme. Alikufa, kafufuka, yuko mbinguni kutuangalia,